are so much love. All of my songs. Feeling so much better. Talking about this football. Sorry. Komuta sisi kidogo. Sawa. Na sauti yako isikuwe mingi sana lakini. Feeling so much better. Talking about this football. Oh, feeling so much better. Talking about this football. Feeling so much better. Talking about this football. Feeling so much better. Talking about the Lord. Let's go on, let's go on, let's go on. Talking about this football. Let's go on, let's go on. Talking about the Lord. Feeling so much better. Talking about this football. Oh, feeling so much better. Oh, talking about the Lord. Let's go on, let's go on, let's go on. Talking about this football. Let's go on, let's go on. Talking about this football. The devil, he don't like it. Talking about this football. The devil, he don't like it. Talking about the Lord. Let's go on, let's go on, let's go on. Talking about this football. Let's go on, let's go on. Talking about the Lord. The devil, he don't like it. Talking about this football. Oh, the devil, he don't like it. Talking about the Lord. Let's go on, let's go on, let's go on. Talking about this football. Oh, let's go on, let's go on. Talking about the Lord. Feeling so much better. Talking about this football. Yeah, feeling so much better. Talking about the Lord. Let's go on, let's go on, let's go on. Talking about this football. Oh, let's go on, let's go on. Talking about this football. Oh, feeling so much better. Talking about this football. Oh, feeling so much better. Talking about the let's go, let's go on, let's go on. Talking about this football. Oh, let's go on, let's go on. Talking about the Lord. The devil, he don't like it. Talking about this football. Oh, the devil, he don't like it. Talking about the Lord. Let's go on, let's go on. Talking about this football. Let's go on, let's go on. Talking about the Lord.
Ingine moja. Amen. Ingine moja. Amen. Na huyu Bwana sasa. Amen. He is my father, my mother, my sister and my brother. Is everything to me. Amen. Yeye ni kila kitu kwangu. Amen. Sijui kwako yeye yako yote. He's everything. Amen. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Number 70 hapa. Sijui hapo. Kumbe ni kila kitu kwangu. Sisi asikie. Na pia aone kama ni kweli. Mwambie kila kitu naona ndio maunda hapa. Najua yeye mtu anajifariji tu. Anajipa hapo na yake. Hapa maunda. Haya. He's everything, so he's everything, he's everything to me, he's everything, he's everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Again. Oh, is everything to me. What am I? And this is everything. Is everything to tukiendelea sasa. Mimi naanza tu is everything. Azumani kila kitu kwangu. Wewe unashuka sasa. Sawa. Twende ndugu. Is everything. Is everything to me. Is everything. Is everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother. Is everything to me. Oh, he's my father, my mother, my sister and my brother. Is everything to me. Oh, is everything. Is everything to me. Is everything. Oh, is everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother. Is everything to me. Is everything. Is everything to me. Is everything. Is everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother. Is everything to me. Amen. 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 Is everything to me. Amen. Yani kila kitu kwangu. Unajua tu. Wakati gani nilikuwa na baba yangu na mama, nikajua wao labda wanaweza kila kitu. Mimi nilikuwa mgonjwa, nikaona hawanisaidii. Nikajua kitu kingine hawawezi. Lakini Yesu yeye anaweza kusaidia yote. Amen. Yeye anaweza kusaidia katika yote. Amen, amen, amen. Unanifikiri mimi Bwana, waniwaza sana Bwana. Unahitaji wewe wanitoka. Unanifikiri waniwaza sana Bwana. Unahitaji
Katika majaribu katikati ya mimba ninapotenda kujua unanipenda
Mungu akubariki ndugu. Huo wimbo nilikuwa nao kuanzia siku ya Friday hadi leo. Mungu akubariki, tulikuwa pamoja. Ona nizeke mimi wamewada otama Bwana Yesu naezaje weketunga wani wewe wanitosa. Ona nizeke mtoto mwenye maskini lakini nafurahi kwa kuwa baba yangu mwema ananitunza vyema, ananifikiri sana. Amen. Na ananipenda sana, ananionyesha njia. Amen. 218 katika nyimbo za wokovu. Mtoto mimi maskini lakini nafurahi kwako.
Tunashukuru sana Mungu wetu kwa rehema zake kubwa za ajabu ambazo anazifanya kwa ajili yetu kila siku. Biblia inasema kwamba matendo yake yanazidi kuwa mapya kwa ajili yetu. Tunashukuru sana kwa neema yake ya ajabu na rehema zake. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Naomba tusalimiane na tulipo pia kwa jina la Yesu, huku mkipokea salamu kutoka kwa dada Shukuru, anawasalimia kwa jina la Yesu. Umesikia leo habari inawaita watu hapa wote wapate asao.
Yesu Kristo, tunakuja mbele zako Baba, tunaomba Mungu tukio hili ambalo litatufanya kuwa watu wa heri milele. Kusema kwamba ni hali ya Mkristo wa kweli, yeye daima ako katika heri, ako katika heri kila siku, akiamuka heri, mchana heri, jioni heri, usiku wake ni heri, mpaka milele yote. Bwana, usaidie kuonja mazingira hayo Baba, na tutakuwa watu wa heri hata milele. Utujalie neema Bwana. Bwana Yesu, wewe mwenyewe peke yake unaweza kutuonjesha hayo mazingira. Kubali tupokee chini ya damu ya Yesu. Tumekuja kusanyika Baba, wanadamu tu ambao si kingine isipokuwa tumekombolewa kwa rehema na kwa neema yako Bwana Yesu, na tuko zaidi ya pale. Utuonee huruma, utukubali chini ya damu ya Yesu. Tujalie Mungu tukuabudu asubuhi ya leo kama upendavyo wewe. Pokea pia hata ibada zetu. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa kweli. Amen. Bwana Yesu awabariki. Tunaweza kuketi. Karibuni kwa wote ambao tayari tumekwisha kukaribishwa na mtumishi wa Mungu. Tunaendelea kusema tena karibu kwenu nyote katika nyumba ya Mungu. Naona tena dada Nancy, karibu. Bwana Yesu akubariki sana. Ulirudi hivi vizuri. Ulirudi hapa nyuma. Ulirudi hapa karibuni. Asante, tunashukuru sana. Tuna salamu? Asante. Tunakaribisha tena dada yetu, mke wa ndugu yetu Jacques. Tena nakuona ukiwa pamoja na sisi. Karibu tena katika nyumba ya Mungu, tunafurahi kuona. Na kuna dada pia hapa mwingine amekuja, tunawakaribisha nyote kwa jina la Yesu Kristo. Na nimeona kuna ndugu mwingine kule mgeni, nafikiri mshakaribishwa nyote. Karibu tena. Leo ni siku ya 30 kwa baadhi wa ndugu ambao tuliwapea muda wa kujiweka vizuri, lakini hawajajiweka vizuri. Tasimama tusome andiko katika Wakorintho wa kwanza. Moja, mpaka 7. Omba ndugu somaji. Lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Nanyi mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli nisipokuwako kwa mwili, lakini nikiwako kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo katika jina la Bwana wetu Yesu. Ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Amen. 6. Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chatu kidogo huichachua doge nzima? 7. Basi safisheni chatu kidogo. Basi safisheni mkatoe ile chatu ya kale, mpate kuwa doge jipya. Kama vile mlivyo hamkutiwa chatu
Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu awabariki. Tuko na ndugu zetu ambao tumejaribu kuwatembelea. Tuliwapea mwezi kama maandiko yanavyosema, tumewatembelea, na wengine bado tungali katika process ya kuwatembelea. Kwa listi hiyo tulikuwa na ndugu yetu Godfrey, lakini Godfrey Alhamisi iliyopita alirekebisha. Kwa wale ambao hawakuwa hapa, alijipatanisha na kanisa, na tukashukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Hatuna hamu ya kutenga watu. Tunasikia kuumia sana na kusikitika, kwa sababu hatupati faida kwa kufanya hivyo. Ila pia neno la Mungu limesema kwamba tukiachilia watu waishi vile wanataka, hatuna haki ya kujisifu. Kujisifu kwetu kutakuwa bure, kwa sababu uchachu kidogo utachachua tonge nzima. Amen. Sasa ndugu yetu alipokuwa amepata neema hiyo, tukashukuru Mungu, tukabaki na ndugu Safari, ndugu Claude ule wa Kalobeye na dada Sofia. Sijui kama tutakuwa tumesahau jina lingine, mtatukumbusha. Dada Sofia, ndugu Claude wa Kalobeye na ndugu Safari. Ndugu Safari ndugu wamemtembelea, process bado haijakamilika. Hivyo tulikuwa tunaomba kanisa hili tumpe siku zingine chache, sababu anaahidi kwanza kuongea na sisi, lakini bado nafasi hajaipata. Ni vizuri, hatuna haraka ya kutenga mtu. Hasa mtu anaposema mnipe muda kidogo, basi niliona kwamba kama ni vyema tutamuongezea wiki zingine 2 ili tuangalie kama atakuwa amefanya nini katika hizo wiki 2. Ila dada Sofia wamemuona watoto wa Mungu, ameonyesha wazi kwamba yeye ameshindwa na safari. Na ndugu Claude Kalobeye, watoto wa Mungu walimuona, mpaka mimi mwenyewe pia jana nilikuwa huko nikapata nafasi ya kuongea naye, akadhibitishia kwamba ameshindwa na safari. Yes. Hakuna jambo lingine tutafanya isipokuwa tu kuwatoa katika ushirika wa waamini kama vile maandiko yanavyosema. Tabaki na ndugu Safari ambaye tutamtembelea na kumwombea. Katika utaratibu wa kutenga, tunafunuliwa kwamba mwaminifu wa hili kanisa aliyebatizwa ndo anaweza kuinua mkono wake, aidha kutenga mtu au kuchagua chochote kinachoingia ama kutoka. Kama haukumwamini mshiriki wa hili kanisa, hauna haki ya kuinua mkono wake. Alafu pia kama haukumwaminifu pia, Mungu atusaidie sana. Unapaswa kuwa muamini ambaye ametengwa, muamini ambaye amebatizwa wa maskani haya, si muamini wa maskani mengine. Ama kama hujabatizwa usiinue pia mkono wako. Lakini kama umebatizwa na uko mshiriki wa hili kanisa, usipoinua itabidi tujue kwa nini au kuinua, kwa sababu hichi ni kitu ambacho sote kwa pamoja tunakiunga mkono. Kama Paulo alivyosema kwamba hata mimi nisipokuwepo tayari roho yangu iko na nyinyi huko. Basi tutanyamisha vichwa wetu na kuinua mikono juu kwa ajili ya kutenga huyo ndugu na dada. Ndugu yetu Claude tulimpata amesumbuliwa na pepo za kunywa pombe na uzinzi. Ananiambia kwamba hata toka katika maisha ni vigumu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako Baba kama watoto wako. Katika matukio kama haya inaumiza mioyo yetu, lakini Baba tunalazimishwa na neno lako na upendo wako kuishi kila andiko. Maana wewe ukiwa hapa duniani ulimwambia mtumishi wako Yohana kwamba inatupasa kutimiza haki yote. Tumeinua mikono yetu Bwana ili kutimiza haki ya andiko hili, kwamba tuko na ndugu yetu Claude ambaye Baba amekuwa miongoni mwetu, mmoja wetu Baba, lakini katika safari yake ya kumuishia wewe alishikwa mateka na adui,
Tulijitahidi Bwana kwa nafasi yetu kumsaidia ndugu, lakini ameshindwa Baba. Ulituambia mtakaolifunga duniani nitafunga mbinguni. Lakini kama tumeliendea katika njia ya neno lako, tunaamini tumefanya vile ulisema Baba. Tunainua mikono yetu juu kumkabidhi ndugu Claude katika mikono ya Shetani, kwamba mwili wake uharibiwe, takachokigusa kisifaulu, ila Bwana roho yake iokolewe siku ya Bwana. Mkumbuke roho yake, tunamtenga na ushirika, tunamuondoa chini ya damu ya Yesu, damu ile ambayo ilimlinda Baba. Kwa sasa tunaomba kama kanisa lako haina haki tena ya kumlinda, umkumbuke nafsi yake siku ya Bwana ikiwezekana. Tukubali, sikiliza maombi yetu, tukimtenga huyu ndugu na ushirika kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu, amen. Tuko na dada yetu Sofia ambaye anaendelea na kuolewa na kuolewa na kuolewa. Tutamweka katika mikono ya Shetani pia. Bwana Yesu Mungu wetu uliye juu ya mbingu zote, wakati kanisa lako lililoitwa kwa jina lako tumeinua mikono yetu na kuinamisha vichwa vyetu kwa unyenyekevu mbele zako, tunataja jina la dada yetu Sofia ambaye Baba amekuwa mmoja wetu ndani ya maskani haya. Amejitahidi, lakini Bwana kila mara ameshindwa. Tumejitahidi kuvumilia, huenda tabadilika Baba, imekuwa ngumu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo tumuondoe katika ushirika wa waaminio na chini ya damu ya Yesu Kristo, kwamba dada huyo tena asiwe na haki ya kulindwa na hiyo damu ambayo ameikanyaga. Mwili wake uharibiwe, roho yake okolewe siku ya Bwana. Tunamtenga na ushirika kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu wa kweli, amen. Bwana Yesu awabariki. Tunaweza kuketi. Ndugu hao wawili hawatakuwa ndugu zetu kuanzia sasa. Kama Mungu atawapa neema ya kurudi, tutashukuru. Na kuna ndugu ambaye hatujafaulu kumtembelea, ndugu Ramadhani yule akakumatri. Kama nilivyowaambia kwamba hatuwezi kutenga mtu kama hatujamfikia, hatujamtembelea, hatujajua hali yake iko namna gani. Fanye nguvu tumpate yule ndugu, tumwambie kwamba ni mmoja wetu, akuje ajiweke sawa na Mungu. Tuendelee na safari. Ndugu yetu Ramadhani, mnakumbuka kijana alikuwa anashughulika kwa matriku. Basi pamoja na ndugu yetu Safari tutaendelea kumwombea. Sababu baadhi wa kutosha wamemtembelea Safari, inabaki kumwombea ili na sisi pia tupate nafasi ya kuongea na yeye, tuangalie kama Mungu atapeana neema kwa roho yake. Ila yule ndugu Ramadhani tuendelee kumtembelea na kumwombea wakati huo. Nilikuwa Karubeye jana, watakatifu walioko huko wametuma salamu nyingi sana sana kwa jina la Yesu. Wamesema wanawapenda, wanawakumbuka, na eti huwa tunawasahau sana hapa. Tunawasahau sana, wakati tunawatembelea. Sasa huwa wanapenda wadada, wandugu, mumu na watembelea. Mungu atusaidie sana. Lakini ni vizuri, ni haki ya mtoto, anapenda mzazi amtembelee. Tunajua hapa ndo nyumbani. Wanataka muwe mnawatembelea. Ndugu tu mmoja ukienda ushirika kule unawatia nguvu. Unawatia nguvu. Dada mmoja tu akienda, mnaonaga vile mkienda wandugu na wadada huwa wanachangamuka sana. Wanapenda hivyo. Kuna siku sisi hatukusanyikaje hapa, siku ya pili wao wanakusanyika kule. Ukipata muda enda kusanyika na wao. Amen. Basi kwa ajili ya neno tusimame.